Sifa za mkeo zote soma kwenye kitabu cha wimbo ulo bora. Sifa za mumeo zote soma kwenye kitabu cha wimbo ulo bora. Mungu kamfunulia Sulemani hekima ya ndoa. Mungu kamfunulia Sulemani hekima ya ndoa. Tusome Biblia tupate kuelewa, mtazame mwenzio mwambie, shingo yako ni kama mwerezi, macho yako ni kama komamanga. Mpenzi wangu hakika wapendeza, umbo lako hakika lavutia, hakuna afananaye nawe. Mungu atukuzwe kunipatia mume wewe. Mke wangu shingo yako ni kama mwerezi, macho yako ni kama komamanga. Mpenzi wangu hakika wapendeza, umbo lako hakuna afananaye nawe. Mungu atukuzwe kunipatia mume wewe. Mke wangu shingo yako ni kama mwerezi, macho yako ni kama komamanga. Mpenzi wangu hakika wapendeza, umbo lako hakika lavutia, hakuna afananaye nawe. Mungu atukuzwe kunipatia mume wewe. Meliniu imekumbukia ile machi enzi hizo mnaingia kwenye kanisa. Si unaingia kanisa la wapi? Sijui mimi. Nikija kwa mzee Mbonia hapa, wanaofuata ndio kabisa wangu wa kanisa. Simama kwa pamoja, mpunge mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo amekumbukia kweli. Haya ndugu, mzee Mbonia na Mbai, naomba msimame. Sema amina. Sasa baada ya hapo machika. Sasa hapo baada sasa ya wale vijana wakubwa waliokomaa, machi kabadilika, ikaanza kuingia kwa vijana. Naomba asimame familia ya Fanuel Mashambo. Naomba asimame. Amina jamsani, amina basi, mbona mnaelewa? Baada ya hapo nyingine. Hiyo kidogo imekoma hivyo safi. Familia ya rafiki yangu bwana mzee wangu katibu wa kanisa Bwile, naomba msimame na basi. Baada ya hapo bwana, unajua tulisahau kijana kabisa. Hebu simama rafiki yangu na mke wako bwana, naomba mpunge mkono. Baada ya hapo sasa ndo pakachangamka. Pate neno fupi ambalo litaongoza ili tukio ambalo liko mbele yetu. Ni tukio takatifu, ni mfumo takatifu ulioanzishwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe pale bustanini Edeni. Sabato, mnavyojua kwamba Sabato ni takatifu, ya pili yake ni ndoa. Ndoa pia ni takatifu. Kuna mambo ambayo ni matakatifu ndani ya kanisa letu. Tumefanya kumbukizi ya kitu ambacho ni cha maana sana ndani ya maisha ya kiroho. Neno la kwanza tutalipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Linasema hivi: Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi ni mstari wa 18. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Yaani Mungu aliona si vema mimi wadugu niwe peke yangu, afanye msaidizi wa kufanana na mimi. Na huku kufanana sio mimi peke yangu, kufanana na yeye kwanza, kwa sababu aliumba mwanadamu kwa mfano wake, kwa sura yake na mfano wake. Kwa hiyo hawa wote wamekuwa na usikivu katika kuazimisha kile ambacho Mungu alikianzisha pale katika bustani yetu ya Edeni. Kwa hiyo anasema wazi kwamba Bwana Mungu akasema,
si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na ukichunguza kwa makini utaona wanavyozidi kukaa muda mrefu, mambo yao yanafanana, tabia zao zinafanana, na kinachofanya waweze kukaa muda mrefu, wametii kauli ya Mungu, wana upendo, wana uvumilivu, wana kuombeana msamaha. Zile silaha zote za kiungu wameziweka katika mioyo yao, wanaishi kwayo. Ndo maana unaona watu hawa wamekuwa na muda mrefu. Mfano huko hapa, mzee wangu mzee Mbonea, pamoja kwamba sijajua umri wake, lakini ni 70 na 80. Mtu 80 ina maana tangu aoe ndoa yake ina miaka 60 au 50 na. Mzee wangu hapa ndoa yake ni ya muda mrefu. Uje umuulize umri wake, utoe ile miaka yake ya ujana kabla ya kuoa, inayobaki ni muda wa ndoa yake. Amen. Kwa hiyo wale wanaofanya kumbukizi ya siku ya leo, tuige kwa huyu mzee wetu mzee Mbonea. Ndio target ya kuiga kwake. Amekuwa msikivu kwa Mwenyezi Mungu, wana uvumilivu, wana upendo, wanapendana. Na huo upendo ndio maana wakawa na usikivu kwamba wamachi mbele yenu kuja hapa kuashiria kwamba wana upendo huo kutoka kwa Mungu. Sio kwamba wanadanganya, upendo ndio imefanya wako pamoja mpaka wa leo. Ufanikiwe ule ububujikaji, maji chemchemi yanabubujika kutoka ardhini. Wewe pia mafanikio. Familia ya mzee wangu mzee Mbonea Nambai pamoja na mke wake ndio ambao watatuanzishia kukata keki siku ya leo na kulishana juu. Sasa Elias, hebu gusa pale ili kusudi waje na kamachi. Naomba msogee kidogo. Hapo. Sasa hapo tunataka tuone style ile ya mwaka 1000 na ngapi. Mbona mwashikana mikono? Shika kisu. Shika kisu, nyanyua juu. Juu. 1 2 3 4 5. Safi, kata tena. Mtu gani sasa toto tuko. Japo amesema hatujatamani. Hapa ndo tunarenew kweli kweli. Hatubahatishi hapa. Sasa kama utafuta mapozi. Sasa hapo kulishana sasa. Mrefu kakaa bondeni. Mfupi kakaa mlimani. Sasa anaanza nani kumlisha sasa mwenzake? Wakati mmoja wote. Haya, wote kwa pamoja. Picha hiyo. Safi. Simama, pata picha. Simama vizuri, pata picha. Sasa hapo. Jamani, ndio kwa huko hivi. Hakika. Sasa keki hapa. Yaani ujana upo mzee wangu au ni uzee tayari? Sasa pozi hilo la Kijaruo. Imeenda.
imeenda kweli. Haya, safi. Hivyo sasa Roja yuko wapi? Sijui Roja yuko hapa, ingeona tafuta seti nzuri hapo. Shika sasa hapo. Baraka mpango toke na ndani. Geukiane. Sasa hapa wale sasa wandoa mpya hizi za watu wenye vurugu. Karibu picha huko. Kuanzia hapa basi karibu pose. Za kipale kabisa. Sasa jamani, tunaambia za vurugu hizi. Sasa tafute site ya ukumbusho hiyo. Sio mnakumbukia mwaka gani? Sante yangu, sura yangu na iona kwako jamani. Amina. Hapo hiyo safi hiyo. Hii sasa nzuri, sio mpaka mbili. Hii si ya kabila gani? Sijalielewa. Hii si kabila gani? Sitotulia. Twende sasa, twende usiende, twende tembea. Adizolando. Safi. Hebu shika sasa hapo. 1, 2, 3 ya kipale nyingine hiyo. Ya namna mpya hiyo. Hapo. Wow, hata kusahau mdomo jamani. Safi. Hiyo imekaa nayo hiyo. Mkono waenda magharibi. Wow. Mochoni pangu wewe ni mifupa yangu na nyama yangu, sura yangu naiona kwako wewe. Hapo mimi panda usiniulize mkala mbani wa bondeni ila nikipaya. Jamani. Kuna bwana msomi wa Amina. Hakuna afananaye nawe, Mungu atukuzwe, kunipatia mume wewe. Ni kama mwelezi, macho yako ni kama ngoma makala, penzi wangu hakika wapendeza, umbo hakika navutia. Hakuna afananaye nawe, Mungu atukuzwe, kunipatia mume wewe. Enzi hizo vijana hawa walipoamua kukutana wakapendana, sasa wanakumbukia pale ambapo walianza kukutana, na leo sasa wanakumbukia wamelishana. Hakuna ambaye anaona kama vile